kila mmoja. Nadhani mtakuwa mna taarifa kila mmoja juu ya kozi hii ambayo tutakwenda kujifunza, na ningependa kwamba uwe na pen pamoja na notebook yako, ili kwamba tuweze kunoti mambo yale ya muhimu ambayo yatatusaidia wakati tutakapokuwa tunajifunza kwa vitendo. Tutakuwa tunafahamu kwa kiasi kikubwa nini ambacho tunapaswa kufanya. Kwa hiyo lengo la mafunzo haya au kozi hii ni kutoa ujuzi kwenu mlioko shambani na wasimamizi, ili muweze kutengeneza chakula cha kuku wenu wenyewe kwa kuzingatia mahitaji ya lishe, ili kwamba kuongeza uzalishaji, lakini pia na kupunguza gharama ya uzalishaji, kwa sababu kama shamba ni enterprise, ni biashara, na kwenye biashara tuna mambo mawili, kwamba uhakikishe una cut down ile cost, yani gharama zako zinakuwa chini za uzalishaji, ili kwamba uweze kuongeza faida. Na shambani gharama kubwa tumeona kwamba ni chakula. Kwa hiyo kama utaweza kupunguza gharama ya chakula, utakuwa umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kutengeneza faida kubwa kwenye mradi wako ambao unauendesha. Kwa hiyo ni lengo kwamba tutakapomaliza kozi hii tutakuwa tumefahamu misingi ya uzalishaji wa chakula na mahitaji kwa kila kundi la kuku wa mayai, kuanzia vifaranga, matemba, wale walioanza kutaga na wale wanaoenda kumalizikia kutaga. Zote tutaziangalia, na tutakuwa sasa na uwezo wa kuhakikisha kwamba tunaweza kuzalisha chakula ambacho kitakidhi mahitaji ya kuku hawa shambani kwetu. Kwa hiyo baada ya hapo tuangalie kwamba utengenezaji wa chakula shambani utategemea mambo yafuatayo. Moja, mahitaji ya lishe. Mahitaji ya lishe ya vifaranga, mahitaji ya lishe ya matemba, wale kuku ambao hawajafikia kutaga, mitetea, yani wale wanaotaga, na hata katika mitetea bado kuna makundi kulingana na kiwango cha uzalishaji, lakini pia na umri wao, jinsi ambavyo wameendelea kutaga. Lakini kitu kingine ni malighafi zilizopo. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia pia kama malighafi unazotaka kutumia zinapatikana, kwa sababu unaweza kujikuta unahitaji kutengeneza chakula, lakini malighafi hiyo unahitaji kuiagiza labda tuseme Kenya ama Zambia. Je, kuna uwezekano wa kufanya hivyo? Kwa hiyo mambo hayo yote ni muhimu, yote yaangaliwe kabla ya kuanza uzalishaji wa chakula chenu wenyewe shambani. Lakini kitu kingine ambacho hiki ni cha utaalamu ni kuangalia virutubisho vilivyomo katika malighafi. Kwa maana nyingine ni kuangalia ubora wa zile malighafi za kutengenezea chakula, kama ubora wake unakidhi kwa ajili ya matumizi ya kuku. Kwa mfano, utakuta mtu mwingine analeta mahindi yaliyooza na kutobolewa, na anasema haya mahindi hayafai kwa binadamu, kwa hivyo umeyatumie shambani. Hapana. Mahindi yanayotumika katika vyakula vya mifugo vyovyote, iwe ni kuku wa mayai ama mifugo mingine, yanapaswa yawe na ubora kama ule yani ule ubora ambao unaweza kutumika katika mahitaji ya binadamu. Kwa hiyo ubora ule wa mahindi, wa pumba, pamoja na ingredients zingine zote zinapaswa ziwe na ubora ule. Pumba isiwe
ina fangasi, imegandamana, inanuka. Hapana. Kwa hiyo vyote hivyo viangaliwe. Lakini swala lingine la msingi ni gharama za malighafi. Kwa hiyo ni muhimu sana katika uzalishaji wa chakula shambani, mpange namna ambavyo mnaweza kuona gharama za malighafi zilivyo, na kuona kama mkitengeneza wenyewe inaweza ikawapa faida. Muangalie gharama za mahindi sokoni, muangalie gharama za pumba, gharama za soya, gharama za vitu vingine kama premixes, madini na vitu vyote. Kisha ni muhimu sasa kutoa, baada ya kuangalia vitu vyote hivyo, ni muhimu sasa kufanya maamuzi kama mnapaswa kutengeneza hicho chakula ama la. Baada ya kuangalia hayo mambo, tuangalie misamiati kadhaa ambayo inatumika katika taaluma ya lishe. Sasa moja ni nishati tendakazi ambayo tunaita kitaalamu kama metabolism energy ME. Sasa yako mambo kwenye lishe tutaenda kuyatazama. Moja ndio ile ambayo nimesema metabolism energy ama ME. Hii ni nishati katika chakula inayotumika katika ukuaji, utagaji na shughuli zingine mwilini. Na hii mara nyingi ndio huwa inatumika pia kupima ubora wa chakula ama content ya chakula kama inaendana ama inaweza kufiti mahitaji ya lishe ya kundi moja la kuku. Yaani kwa mfano tunasema tunahitaji ME labda ya 2900. Natoa mfano. Kwa hiyo kwamba kwa mfano vifaranga wanahitaji labda ME, yani hii nishati wanahitaji labda 2000 na 500. Natolea mfano. Na hizi mara nyingi huwa zinaelezewa katika kitu inaitwa kilocalories na megacalories. Sasa hizi ni vipimo vya nishati, na mara nyingi vyakula vinavyotoa nishati tunavifahamu ni kama mahindi, pumba, ngano na stafu zingine ambazo zinatoa, ambazo hasa vyakula vya starch na carbohydrate ambavyo wote tunafahamu, miogo, mahindi, ngano, mtama, vyote vinakuwa katika kundi hilo. Kwa hiyo tutakapokuwa sasa tunafanya mahitaji ya lishe kwa kuku wetu, tutakuwa kabisa tuna karatasi tunasema tunahitaji vifaranga wetu ama matemba wetu yanahitaji nishati tendakazi ama metabolism energy ya 2900 kilocalories. So maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunabidi katika uchanganyaji wa chakula chetu uhakikishe hicho chakula kinaweza kutoa hizo 2900 kilocalories. Msamiati mwingine inaitwa protini ghafi ama crude proteins. Sasa hii crude proteins kwa kifupi inaitwa CP. Kwa hiyo utasikia mtu anawaambia chakula chenu kina CP kiasi gani? CP ni kiasi cha protini kilichopo kwenye chakula na uelezewa katika asilimia. Kwa hiyo utasikia mtu anasema CP kwenye kuku wanaotaga inapaswa iwe 15% mpaka 16. Maana yake anazungumza kiasi cha protini ghafi kabla haijameng'enywa iwe 15% mpaka 16. Mantiki yake ni kwamba kama ni kilo 1000, protini yako ghafi iwe ni kilo 150 mpaka 160 kwa kuku wanaotaga. Ndio maana ya hiyo 15% mpaka 16. Sasa ili uweze kuwa na CP na protein, na maana yake lazima uwe na vyakula vya protein. Ndio maana hapa sasa soya inaingia, fish meal inaingia kama uduvi, dagaa, ndio maana damu inaingia. Kwa hiyo uchanganyaji
wa chakula chako kwenye kuku wanaotaga, ni muhimu uhakikishe kwamba unapokuwa unachanganya kiweze kutoa CP inayohitajika katika kundi fulani la kuku. Kwa mfano kama CP ya 15 mpaka 16 iweze kufaa kwa hao wanaotaga. Ni muhimu sana kuangalia. Lakini kitu kingine ni nyuzi ghafi ama crude fiber. Hiki ni kiwango cha nyuzi katika chakula ambacho hubaki bila kumeng'enywa baada ya kuku kula. Kwa hiyo hivyo navyo viwango vya crude protein vinapaswa viwe katika kiwango ambacho kinahitajika. Aina nyingine ya msamiati tu limiting amino acid. Sasa hizi ni amino acid ambazo huwa kidogo katika chakula na zinapaswa kuongezwa ili kukidhi mahitaji ya mwili. Sasa hizi utazisikia ukienda madukani, utaambiwa kuna methionine, utaambiwa kuna lysine, kuna tryptophan, kuna threonine. Sasa za msingi ni mbili ambazo ni methionine na lysine. Kwa hiyo wakati mtakapokuwa shambani, nazisema hizi kwa sababu shambani mtazinunua na mtazikumbuka kwamba hii ndio ilikuwa methionine, hii ilikuwa lysine. Hasa hizi kama nilivyosema kwamba hizi ni za muhimu sana. Kwa maana nyingine hizi zinasaidia kuongeza kiwango cha protini kwenye chakula. Na inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ikasaidia kufanya shughuli ambazo protini ingeweza kufanya kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo hizi zinapaswa ziongezwe kwenye chakula cha kuku wako, na tutakuja tuangalie huko mbele ni kiasi gani cha lysine, ni kiasi gani cha methionine kinahitajika ili kwamba uweze kutengeneza chakula bora. Msamiati mwingine utakuta damu ama wanaita blood meal. Hii ni damu ambayo inaandaliwa kutoka kwenye damu za machinjioni ambapo hukaushwa na hutumika kama chakula cha mifugo, na kinaweza kutumika pia kwa kuku wa layers. Ni chanzo kizuri cha protein na amino acid aina ya tryptophan. Misamiati mingine ambayo inaendelea ni kama nilivyotaja kwamba methionine ni amino acid ya kwanza yenye umuhimu ambayo inahitajika kuongeza kwenye chakula, lakini nyingine ni lysine ambayo ni ya pili kwenye umuhimu nayo inahitajika kuongezwa kwenye chakula. Ziko zingine kama threonine, japo hii sio ya umuhimu sana, lakini pia nayo inahitajika kuongezwa kwenye chakula, na ukiongeza kwenye chakula inaweza kupunguza matumizi ya protini ghafi ama matumizi ya protini kama soya, uduvi na nini kwenye chakula kwa 100%. Lakini nyingine inaitwa dicalcium phosphate. Ninazitamka hii misamiati kwa sababu tutaisikia sana. Mtu akwambia DSP. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu mtu akisema DSP ni nini. Ndio maana tunazipitia hivi, ili kwamba huko baadaye nitakapokuwa nasema jamani lysine tunaweka kiwango fulani, methionine tunaweka kiwango fulani, tuwe tunafahamu kwamba jamani hizi methionine, lysine ndio tulizozungumza kwamba ni limiting amino acid, ni zile amino acid ambazo zinapatikana ambazo hazipatikani kwa wingi katika vyakula. Kwa hiyo zinabidi ziongezwe kwenye vyakula ili ziweze kukidhi mahitaji ya kuku. Tutakapozungumza hii dicalcium phosphate DSP, hiki ni chanzo cha madini ya calcium na phosphorus. Kuku kwa mfano anayetaga anahitaji kiwango kingi cha madini ya calcium na phosphorus ili kwa ajili ya kusaidia kutengeneza yai na gamba lake. Lakini tutasikia madini kama chokaa ambayo hii ni chanzo cha madini ya calcium, na tutasikia vitu kama choline. Hii choline ni kemikali ya asili ambayo inapatikana katika ini, lakini kwa sasa zinatengenezwa viwandani na mara nyingi huongezwa katika chakula ili kusaidia kujengeka kwa kiini cha yai na kuongeza utagaji wa kuku na ubora wa mayai. Utasikia vitu kama sodium chloride. Sodium chloride ni chumvi ya kawaida ambayo inaongezwa kwa ajili ya kutoa madini ya sodium pamoja na chloride.
lakini utasikia vitu kama vitamin premix. Hizi premix ni mchanganyiko mbalimbali wa vitamin, inaweza ikawa wakati mwingine ikachanganywa na madini, ikachanganywa na enzymes pamoja na additives mbalimbali ambazo tutakuja tuzione huku baadaye. Kwa mfano kwa hiyo hizi mara nyingi zinaweza zikawa zinauzwa dukani, kama kwa mfano ukienda dukani wanakuambia kuna egg booster, kuna kwa mfano egg booster nayo ni mojawapo ya vitamin premix ambayo kazi yake ni kusaidia kwamba kuku aweze kuongeza utagaji, lakini kuna growth boosters zingine kwa ajili ya vifaranga, mara nyingi na zenyewe ni mchanganyiko wa vitamin pamoja na madini. Na haya madini ndio haya tunasema madini yanayohitajika kwa uchache. Unaweza kukuta kama selenium, manganese, zinki, copper, cobalt, yote ni yana umuhimu kwenye kuku. Lakini msamiati mwingine ni acidifier. Hizi acidifier ni asidi ambazo huweza kuzuia ukuaji wa bakteria katika utumbo wa mfugo kama kuku na mifugo wengine kama nguruwe. Husaidia sana kutengeneza mazingira ya asidi tumboni, kwa hiyo wadudu hawawezi kukaa. Hizi acidifiers ziko wakati mwingine zinakuwa katika mfumo wa maji, zingine zimeweka katika mfumo wa unga. Lakini aina nyingine ni probiotics. Probiotics ni wadudu salama ambao huwekwa katika chakula kwa lengo la kupigana na vijidudu hatari katika mwili. Kwa hiyo mara nyingi vinachanganywa kwenye chakula na wale bakteria ama vijidudu salama vinavyoingia kwenye mwili wa kuku vinapigana na wadudu ambao ni hatari. Lakini msamiati mwingine ni toxin binders. Sasa hizi toxin binders ni aina ya kemikali ambazo hufunika sumkuvu ili isiweze kuleta madhara kwa mfugo. Wote tunafahamu sumkuvu ni hatari kwa binadamu na wanyama vile vile. Kwa hiyo chakula chochote unachotengeneza shambani lazima uweke hizo toxin binder ili kwamba iwe salama iwe salama kwenye chakula chako kiwe salama kwa kuku wako. Aina nyingine ni enzymes. Enzymes hivi ni vimeng'enya vya kutengeneza ambavyo huwekwa katika chakula ili kurahisisha mmeng'enyo wa chakula. Sasa kama nilivyosema kwenye premix zingine unaweza kukuta wameweka enzymes. Kwa hiyo wanaweka hivi vitu hivi kwa sababu ni vidogo vidogo, huwa mara nyingi vinawekwa pamoja. Lakini kitu kingine ni anticoccidio. Hii huongezwa kwenye chakula kuzuia ugonjwa wa kuhara damu ama kwa jina coccidiosis. Aina nyingine utasikia wanasema emulsifiers. Hizi emulsifiers huwekwa katika chakula ili kusaidia mmeng'enyo wa mafuta. Kwa hiyo kwa mfano kwa kuku wa mayai wakiwa na mafuta mengi, mara nyingi utagaji wao huwa unaanza kuwa wa shida. Kwa hiyo ili kuzuia kuku asi accumulate mafuta mengi wakati wa kutaga, unamwekea hizi emulsifiers ambazo zinasaidia kumeng'enya hayo mafuta ya ziada na kuyaondoa mwilini. Aina nyingine ambayo utaisikia sana katika kuku wa mayai ni sodium bicarbonate ama soda. Hii inatumika kusawazisha madini ya sodium mwilini na kusawazisha hali ya asidi mwilini. Hii sodium bicarbonate ndio baking powder ambayo ama baking soda ambayo tunatumika katika kubeki mandazi na mikate majumbani. Aina nyingine ni sodium sulfate. Hii inatumika pia kusawazisha madini ya sodium mwilini na kusawazisha hali ya asidi kwenye mwili. Kusaidia hali ya asidi kwenye mwili. Baada ya hapo sasa tuangalie malighafi ambazo zinaweza kutumika katika uzalishaji wa chakula. Kwanza tuna malighafi zenye nishati nyingi, kwa mfano mbegu za karanga, mahindi, mtama, mbegu za alizeti. Pia tuna malighafi zenye nishati za wastani, mfano shayiri, pumba za mahindi, pumba laini za mpunga, molasses. Hii molasses ni aina fulani ya mabaki yanayotokana wakati wa kuzalisha sukari. Yanabaki mabaki ambayo yanakuwa maji lakini yanakuwa na sukari nyingi. Kwa hiyo pia yanasaidia kuongeza nishati kwenye chakula. Lakini kingine ni mihogo, pumba za ngano,
Baada hapo tuangalie malighafi zenye protini kwa wingi. Kuna damu kavu, kuna fish meal, hapa kuna samaki, uduvi, dagaa, kuna mashudu ya soya, kuna soya yenyewe kavu, kuna soya yenye mafuta ambayo inaitwa soya bean full fat. Malighafi zinazopatikana kwetu hapa zenye protini ya wastani ni mashudu ya alizeti. Kwenye upande wa madini tumeshaziangalia hizi, inaitwa dicalcium phosphate au DCP. Tumeangalia nyuma, pia tumeona kuna chokaa, kuna chumvi tumeiona, kuna sodium bicarbonate, baking soda, kuna sodium sulfate tumeiona na yenyewe, na monocalcium phosphate hii inaitwa MCP. Kwa hiyo kwenye upande wa madini tutatumia hizi. Kwa mfano DCP inapatikana, chokaa inapatikana, chumvi inapatikana, sodium carbonate inapatikana, sodium sulfate inapatikana, monocalcium phosphate pia inapatikana. Haya, amino acid tumeshazungumza. Tunazo D-L-methionine tumeshaizungumza, L-threonine tumeshaizungumza, L-tryptophan inatumika na yenyewe, afu lysine inatumika kwa sana pia. Kwa hiyo kwenye amino acid zinazotumika kwa sana ni methionine, lysine inatumika kwa sana katika chakula cha kuku wa mayai. Lakini kwenye kundi la vitamin tuna vitamin premixes ambazo zinaweza kuwa na mchanganyiko wa vitamin A, D, B, B2, B5 na B6. Mara nyingi utapata kwenye wanauza madukani wanakwambia ni layers premix, ambayo hii utaitumia ndio inakuwa na huo na mchanganyiko huu. Kwa hiyo wewe mara nyingi ni kwenda tu kuchanganya. Kuna madini yanayohitajika kwa kiwango kidogo. Kwa mfano ni chuma, iron, kuna magnesium, kuna copper, kuna iodine, kuna cobalt, kuna zinc, kuna manganese na selenium. Hasa kwenye premix, ukinunua premix, mara nyingi haya madini madogo madogo haya yanakuwa yamechanganywa kwenye premix hizo. Lakini hebu tuangalie pia additives zingine ambazo pia zinakuwa zinaongezwa kwenye premixes ama kwenye chakula moja kwa moja. Choline tumeshaizungumza, acidifiers tumeshazungumza kwamba ni asidi ambazo zinawekwa kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya asidi mwilini na hivyo wadudu wanaweza kufa. Mfano ni formic acid, humic acid, acetic acid, lactic acid, malic acid. Hizi ukizihitaji ziko zinauzwa na zinaweza badala ya kuweka kwenye chakula ukaweka kwenye maji ili zisaidie hivyo. Lakini kuna enzymes kama vile amylase, kuna xylanase, kuna phytase, alafu kuna toxin binder ambavyo ni viondoa sumu tumeshazungumza. Emulsifiers tumeshazizungumza hizi pia kwamba zinasaidia sana kufanyaje kuondoa mafuta. Kwa hiyo ni za muhimu sana, na mfano wake ni kama soy, lecithin, kuna milk derived casein, kuna bile salt, kuna sodium cellulose 2 lactate, kuna sasa hizo zote sio za muhimu sana, ila mara nyingi ukinunua premixes ambazo zimetengenezwa zinakuwa zimeshawekwa hizo emulsifiers. Lakini kuna egg yolk coloring agents, zile kemikali kwa ajili ya kuboresha rangi ya kiini cha yai. Siku hizi unaona ukinunua mayai hata ya kuku wa kisasa unakuta viini vyao ni vya njano. Zamani haikuwa hivyo, lakini ujue kwamba wanaongeza kemikali ama aina fulani ya feed additives ambazo ndizo zinazosaidia kubadilisha hiyo rangi za viini. Lakini nyingine ni egg booster. Hizi egg boosters ni vitamin 2 premixes. Mara nyingi ni mchanganyiko wa madini, vitamin na amino acid, na vinasaidia tu kuboost kutaga. Kwa hiyo baada ya hapo, asante kwa kusikiliza. Ninaomba ukisikiliza hatua kwa hatua unayosikiliza ukawa haujaelewa, hapo pause hiyo video then niulize kwenye WhatsApp kwamba wapi hujaelewa, and then some pictures za malighafi nitakuwa ninatuma kwenye WhatsApp jinsi tunavyoendelea. Asante sana, usikose mfululizo
wa masomo yanayoendelea. Kesho tutaendelea sasa kuangalia mahitaji ya lishe kwa kuku wa mayai. Asante sana. Pole pia kwa background yangu ya makelele ya shambani, kwa hiyo na ndege huku. Kwa hiyo asante sana. Kwa hiyo kama kuna swali uliza uliza tu ili tuweze kufafanuliana. Hii sehemu ni sehemu kama ngumu hivi, lakini itatujengea msingi wa kuelewa tutakapokuwa tuko shambani, tukasema kwa nini tunaweka lysine, kwa nini tunaweka DSP, kwa nini tunaongeza sodium carbonate wakati kwa mfano kuna majira ambayo tutakuwa tunarekebisha chakula. Kwa mfano wakati wa labda wa jua kali, joto limezidi sana, kwa mfano pande za Dar es Salaam hapa na Pwani, ni nini tunafanya? Tunabidi tuweke vitamin labda E. Kwa nini tunaweka vitamin C? Kwa nini tunaweka sodium carbonate? Kwa vyote hivyo tutakuwa tunajua kwamba tunafahamu kwamba sodium carbonate kazi yake ni nini, ni madini, ni vitamini, ni chakula cha protini ama cha nishati na kadhalika. Asante sana.